Kwa hapa ili kuonyeshana umoja na David Mwangi ambaye ame take up this challenge ya kuhug mti, and sio kuhug tu mti peke yake. Amechukua the initiative ya kuonyesha the challenges ambazo tunapitia kama watu wa Naivasha wakati nafika ni vijana kuchukuliwa kama ni polisi na jeshi, na inakuwa pia ngumu sana. Si wote kama wakaaji wa Naivasha tuko hapa kwa umoja na kuonyesha ya kwamba ni inawezekana, ikiwa imeanzishwa na kijana mmoja ambaye ni wetu hapa wa Naivasha, na pia it is a call to viongozi ambao pia wanakuja hapa. Tulichagua viongozi waweze kutusaidia, na tunaomba after tumemaliza this tunataka viongozi wasukume. Again, kama itakuwa ngumu, sisi kama wananchi, katiba inasema vizuri sana kwa article 1 inasema sisi wananchi tunaweza kuwa represented na viongozi ambao tumewachagua, na hiyo ndio tutaanza kupelekea mbunge wetu. Kama itakuwa ngumu, sisi wenyewe tunajua mahali parliament iko. Tutatafuta gari, tutapeleka hii petition mpaka kwa parliament, tuhakikishe ya kwamba the clerk of the National Assembly wame receive our petition na tuweze kupata majibu, kwa sababu sisi ni wananchi wa Kenya. Yenye vijana wameanza ni kwa sababu hiki tumetuaffect sana kama wazazi hapa, na pia sisi wenye tumekulia Naivasha, kwa sababu wakati ya vijana wetu wanaenda kutafuta kazi, especially hizi kazi za military, police, wanaenda pale wanakuwa wamedhulumiwa kwa sababu ya meno. Leaders wote wa Naivasha, Nakuru County na Kenya mzima, Naivasha msitudhulumu juu ya maji, si kupenda kwetu. Na iwapo mtasikia kilio chetu, tunaomba. Kuna maji kwa hapa Nyandarua, ilikuwa imeteremshwa wakati wa enzi za MP Kihage, na ikafika pale Nyondia, damu ikafika hapo. Hiyo ingine ikatoka Jabini ikafika pale Ihendu. Hiyo maji haikutufikia Naivasha. Ingekuwa imetufikia hivi sasa tungekuwa at least tuko na maji safi juu ya ile uzao inakuja, kwa sababu already uzao yenye tuko nao sasa is affected. Na lile ambalo kwa ukubwa sana najaribu kuangazia ni ya kwamba hadithi hii ya maji imekuwa ni hadithi ya muda mrefu sana. Hadithi hii ya maji ni hadithi ambayo imefanya watu wengi, watoto kwa wazee, wamepata madhara makubwa sana, kiwango kwamba hata katika kazi za kitaifa mtu wa Naivasha inakuwa ni vigumu sana apate nafasi katika vikosi vyetu vya kuweka security. Kama wananchi pia tumekuja kugundua, na asante sana kwa Trufena kwa kuanzisha changamoto hii, ya kwamba bila kurusha mawe pia tunaweza tukatoa sauti zetu, tunaweza tukawaunga wenzetu mikono na kuweza kuomba haki yetu. Na lile ambalo tunasema ni ya kwamba kama tumekuwa na viongozi Naivasha, mbona hii maji inakuwa ni story? Mbona wakati tu wa siasa ndio tutaambiwa hadithi za maji? Inakuwa vibaya kwamba hata msichana wa Naivasha mrembo kabisa, lakini akifungua meno mwanaume anatoroka. So kwa njia nyingine inafanya hata tunaogopa dada zetu watakosa hata ndoa. Kwa hivyo tunaomba hata wale ambao Pride Kenya wamejitolea kumfanyia ndugu yetu niseme kuundiwa meno kwa njia nyingine, wachukue pia the vulnerable cases, na tunasema hatutasimamia hapa, tutachukua more vulnerable cases, we highlight them, na pia wapate nafasi ya kusaidiwa. Otherwise amejitolea kama Yesu. Imagine amepepa msalaba, ni kwa ajili hakuna mwenye amewahi ongea, labda mwenye anaweza ongea na signatures zimechukuliwa petition ambapo ni mheshimiwa Jane Kihara na Mr. Moses Wetangula. Nafikiri hii Naivasha unaijua vizuri wewe kama speaker wa bunge, na umekuwa friendly na hii Naivasha, unajua hata saa zingine unakaanga hapa, petition inakuja hapa kwa bunge kwako. Nafikiri mwenye analeta ni mheshimiwa Jane Kihara. Tafadhali hii petition ya Naivasha, mheshimiwa Moses Masika Wetangula kama speaker wa bunge ambaye ako sasa, tafadhali uweze kutukumbuka akifika kwa uwanja. Hata hii recruitment ilifanyika juzi, by the way, watu wenye walijitokeza walikuwa wachache, kwa sababu wanajua ukifika hapo ukisikia wewe ni wa Naivasha unaambiwa meno ni mbaya. So tafadhali tunaomba mheshimiwa Jane, tuko na wewe kwa sababu ya hii Naivasha iko na wewe, na tunaona hii petition itapita.